Leo nakuletea habari la simulizi moja kati ya simulizi bora sana. Jina la simulizi yetu ni Mikononi mwa Giza. Simulizi ya George, kijana aliyeingia ulimwengu wa wachawi kwa ajili ya kulipiza kisasi. Mimi ni George, mtoto wa pekee wa mama aitwaye Masumbuko. Nimekulia kijiji cha Kocho, kijiji kilichojengwa pembezoni mwa mto mkubwa wa Luilo, kijiji kilichozungukwa na milima yenye misitu minene na hadithi nyingi za giza. Mama alikuwa kila kitu kwangu. Baba alitoweka nikiwa bado mchanga na mama alibeba mzigo wa maisha peke yake. Mama alikuwa mpole, mnyenyekevu, lakini kila mtu kijijini alikuwa anamwogopa kimya kimya. Watu walinong'ona kuwa mama yangu alikuwa wao mtu mwenye kitu kisichoelezeka. Mimi sikujali. Kwangu alikuwa malaika wangu wa mwanga. Nilipokuwa sekondari, maisha yalikuwa yameanza kunipa matumaini. Nilikuwa miongoni mwa wanafunzi bora na ndoto zangu zilikuwa angani. Lakini ndoto hizo zilivunjika ghafla mwaka wa mwisho, mwezi wa 7, niliporejea nyumbani kwa likizo. Nyumba yetu ilikuwa kimya isivyotarajiwa. Sauti ya vilio kutoka upande wa jirani ikafika masikioni mwangu. Niliharakisha. Nilikuta msiba. Watu walikuwa wamejaa wakiimba nyimbo za polepole. Bibi yangu, Bi Ndosa, alinikumbatia kwa nguvu. Mama yako hatunaye tena, alisema kwa sauti ya maumivu. Moyo wangu ulipasuka. Nani amefanya hivi? Niliuliza kwa hasira. Ni Kaini, alijibu Bi Ndosa akinitazama kwa jicho la giza. Shemeji yako alimuua mama yako kwa kafara, ili apate mali na nguvu. Lipo giza lililompoteza, lakini pia kuna mwanga wa kisasi. Ninaamini kwa Mungu, bibi, nilijibu. Sitaki kushiriki mambo ya giza. Alinitazama akatikisa kichwa. Utaona. Maumivu yatakufundisha. Baada ya mazishi, nilirejea shuleni kwa huzuni. Lakini ndoto zilianza kunisumbua usiku na mchana. Nilimuona mama yangu akilia chini ya maji akiniita. Mara nyingine nilikuwa naota niko kwenye kaburi, nikiwa nimelazwa, nikisikia sauti ya mtu akiniita, sauti ya Bi Ndosa. Nilipomuuliza, aliniambia, ulimwengu wa roho una njia zake. Umekataliwa na dunia, sasa roho za mababu zinakuita. Sikuamini. Lakini mambo yakaanza kubadilika. Rafiki yangu Musa alikufa usiku baada ya kuniambia niachane na ndoto za kisasi. Mwalimu wangu Padre Jisenti alipata ajali ya moto usoni mara baada ya kuniombea. Watu waliokuwa karibu yangu walikuwa wakiteseka mmoja baada ya mwingine. Bibi aliniambia ni adhabu ya kukataa wito wa kisasi. Roho ya Masumbuko haijapata haki. Na wewe ndiye njia ya haki hiyo. Nilikataa mara 7. Kila mara niliyokataa nilipata janga jipya. Niliugua bila sababu. Nilianza kusikia sauti. Nikatembea usiku bila kujua. Nilipochoka na mateso, nilirudi kwa Bi Ndosa nikasema, niko tayari kujua ukweli wote. Lakini siwezi kuua. Alinitazama, akavua mkufu wa dhahabu shingoni mwake akanikabidhi. Basi njoo. Twende pale chini ya ardhi ya Kocho. Mwishowe nilipata jibu la jinsi Kaini alivyompoteza mama. Alimupeleka kwenye hekalu la tambiko la mto Gogo. Pale alimtoa sadaka mbele ya sanamu ya dhahabu, na katika jioni ile ile biashara zake zilianza kustawi. Akawa milionea wa ghafla. Lakini moyo wangu haukupenda damu. Nilimwambia Bi Ndosa, kisasi sio lazima kiwe kwa damu. Akanicheka. George, uko kwenye vita. Vita huisha kwa damu au laana. Nakumbuka baada ya kujifunza kwa muda mrefu, hatimaye usiku wa kisasi ulifika. Nilivaa mavazi ya kivuli. Nilichukua hirizi ya mama yangu na maji ya mto Luilo yaliyobarikiwa kwa maneno ya roho wa msituni, Makenge. Niliingia ndani ya hekalu la Kaini pale mwamba wa chuma. Niliwasha moshi wa mwarobaini. Wake walianguka. Aliyesalia ni yeye, Kaini. Tazama ulivyo kama mama yako, alisema akinitazama. Mimi si mama yangu. Mimi ni George tu wa mwili na wa roho. Nilimnyang'anya nguvu kwa kutumia jina la mama. Hirizi iling'aa. Alipiga kelele na roho ya mama yangu ikatokea juu yangu. Usimuue, sauti yake ikasema. Mnyang'anye nguvu. Mwachie maumivu ya milele. Nilifanya hivyo.
Nilitumia maneno ya kuzima damu ya kafara. Kaini alipoteza nguvu zote. Alibakia kuwa kivuli asiyeweza kusema wala kuishi kama mwanadamu. Nikaondoka nikiwa mtu wa mwili na roho. Mwisho wa simulizi. Katika maisha haya, kuna wakati mwanga hulazimika kuingia kwenye giza, si kwa kupenda, bali kwa kulinda haki ya damu iliyoanguka. George Wakocho. Funzo tunalolipata katika simulizi hii kwa uchache sana, napenda wapendwa tutambue ya kuwa wakati mwingine mtu huingia kwenye makundi ya giza si kwa sababu ya tamaa, bali kwa ajili ya haki na kulinda heshima ya damu